Bwana Yesu asifiwe. Habari za muda huu, karibuni sana kwenye YouTube channel yangu, na kama wewe ni mgeni basi usisahau kusubscribe na kulike ili kuendelea kupata mafundisho mbalimbali kupitia channel hii. Na kukaribisha kwenye kipindi hiki kwa ajili ya kujifunza mada yetu ambayo nimekuletea leo, ikiitwa umeumbwa kwa kusudi maalum. Mada yetu leo inasema umeumbwa kwa kusudi maalum. Wewe kama kijana ambaye unanitazama muda huu, ninatambua yawezekana wewe ni mwalimu, yawezekana wewe ni mkulima, yawezekana wewe ni mchezaji, yawezekana wewe ni daktari, ni muuguzi, ni mtu mwenye taaluma fulani, unafanya kazi mjasiriamali, lakini yawezekana wewe pengine ni mwanafunzi au mtu fulani ambaye bado hauna kazi maalum ambayo unaifanya, au pia yawezekana ukawa wewe umekata tamaa, umeshindwa kuendelea mbele kwa sababu ya changamoto za hapa duniani. Yawezekana wewe hata ile thamani yako, kujitambua kwako kumeshuka, na hivyo umekata tamaa na kutulia na kuacha kufanya kitu chochote hapa duniani. Leo nimekuletea ujumbe ambao unatakiwa kutoe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Naomba unifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, usiache. Karibu sana, na naomba uelewe kwamba kila mtu duniani ameumbwa kwa kusudi maalum. Kila mtu duniani ameumbwa kwa kusudi maalum. Mungu amemuumba mwanadamu akaweka na kusudi maalum. Bahati nzuri, kusudi analoliweka ndani ya mtu, kusudi ambalo Mungu analiweka ndani ya mtu, mara nyingi linakuwa ni kwa ajili ya ufalme wake mwenyewe. Hivyo ninaomba uelewe kuwa Mungu alikupenda wewe kabla ya kuzaliwa. Hata kuumbwa kwako, mimba kutungwa kwako, yeye alipenda hata kabla ya wewe kuzaliwa. Lakini kingine, Mungu alihitaji uwepo duniani na anajua alikuumba kwa kusudi maalum. Amekupa kazi ya kufanya kwa ajili ya kukuza au kugusa watu na kukuza ufalme wake. Na Mungu aliumba wewe kwa ajili ya utukufu wake. Yaani anataka ujue kwamba unachokifanya, unachofanikisha ni kwa ajili ya sifa na utukufu, ni kwa ajili yake yeye. Sasa tusome neno kutoka Isaya sura ya 43 mstari ule wa 7. Ukisoma pale nasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam mimi nimefanya. Kwa hiyo kila mmoja ameumbwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na hakuna mtu ambaye anaweza akasema sasa hana kazi maalum ambaye Mungu ameweka ndani yake, kwa sababu neno la Mungu lenyewe linatuthibitishia. Lakini mstari ule wa 21 kwenye sura hiyo hiyo ya 43 nasema, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Kwa hiyo kuna kuumbwa kwako ni kwa ajili ya kuzitangaza sifa za Mungu. Sasa unazitangazaje sifa za Mungu? Ni kwa kufanya lile kusudi ambalo yeye ameliweka ndani yako. Sasa kazi ya msingi, unapaswa kutambua kusudi alilokupa Mungu ndani yako ni lipi. Wewe kama kijana, kazi ya kwanza ni kutambua, mimi nimeumbwa kufanya kazi gani ya Mungu. Ni sawa, yawezekana wewe unayenitazama, wewe ni mwalimu, wewe ni fundi seremala, wewe ni fundi cherehani. Katika kazi hiyo unayoifanya, kuna kitu ambacho Mungu anaweka ndani yake cha kuweza kugusa watu wengine. Si tu nasema kwamba lazima uwe mchungaji, lazima uwe mtumishi wa Mungu, kwamba wewe lazima uhubiri madhabahuni, lakini kupitia kazi unayoifanya Mungu anaweka mkono wake. Kuna kitu maalum ambacho anataka ukitimize. Kuna kitu maalum ambacho anakiweka mle ili uweze kugusa watu kupitia kazi hiyo hiyo ambayo unaifanya. Lakini pia anaweza kukuita kwa ajili ya huduma fulani. Unaona? Sasa kufanya kazi ambayo umeisomea kama taaluma haitoshi. Unaona? Unahitaji kujua kusudi la Mungu ndani yake ili uweze kufanikisha ufalme wa Mungu, kuweza kuwagusa watu wengi.
lakini sifa za Mungu pia ziweze kuenea, lakini Mungu pia aweze kukubariki na kukufunulia mengi na neema nyingine kubwa, kwa sababu umefanya kusudi lake. Hivyo sasa, ni vyema katika maisha ya kila siku ukatambua kuwa Mungu ametaka kila unachofanya ufanye kwa utukufu wake. Yaani ufanye hali ukijua hii yote ni kwa ajili ya Mungu. Na lazima uelewe kwamba umekuja duniani kwa kusudi maalum ambalo ni vyema kujifunza zaidi. Ukishabaini kwamba nini kusudi langu, unajifunza zaidi, na lazima utambue kuwa wewe ni mtu wa pekee. Wewe ni mtu pekee. Kwa hiyo hata kazi ambayo unaweza kuwa Mungu amekupa ndani yako ni kazi maalum, ni unique, ni kazi ya kipekee. Kwa lazima ufanye kazi, lazima uwekeze muda wa kuweza kubaini ni nini hasa Mungu amekuitia, ili uweze kutumikia kazi ya Mungu ipasavyo. Katika kipindi cha ujana ni kipindi ambacho kijana unapaswa kujua kusudi lako ni nini, kwa sababu ni kipindi cha mapema ambacho ukianza mapema ukajitambua mapema, ndivyo matokeo yake ya huduma au kazi unayoifanya anayoweka Mungu ndani yako yanaonekana kwa ukubwa na kugusa kwa ukubwa. Katika kipindi cha ujana ni kipindi ambacho shetani hujiinua. Yawezekana kusudi lako ukalijua, anakupumbaza, akawa na hali ya kukupa uzembe. Kila unapowaza kufanya unaahirisha, kila unapoplan kufanya unaahirisha. Lakini yawezekana pia akakufumba macho usitambue ni nini hasa Mungu amekuita uweze kukifanya. Kwa hiyo lazima ujue, lazima ubaini, na ukisha kuja kubaini unaanza hatua moja kutekeleza kile ambacho Mungu amekuitia wewe. Leo napenda wewe kama kijana utambue tu kwamba wewe ni mtu wa pekee sana. Wewe ni mtu unayethaminiwa na Mungu. Wewe ni mtu unayependwa na Mungu. Wewe ni mtu ambaye Mungu anakujali. Wewe ni mtu ambaye ni wa maana kwenye ufalme wa mbinguni. Wewe ni mtu ambaye unahitaji kufanya jambo lenye matokeo kwenye jamii. Kijana lazima uwe kijana mwenye thamani kwenye jamii, kijana mwenye matokeo kwenye jamii, na hapo ndipo utukufu wa Mungu unapojidhihirisha. Asante sana kwa kunisikiliza kwa leo kupitia mada hii. Naamini umejifunza mengi, na ninaomba Mungu akusaidie uweze kubaini kusudi ambalo amekuitia ili uweze kufanya kazi yake vizuri. Natambua ziko changamoto, ila Mungu atakushindia na utapiga hatua. Asante sana. Mungu akubariki sana. Ninaomba usiache kunifuatilia kupitia YouTube channel hii. Tafadhali ninaomba kama hauja subscribe, naomba uweze kusubscribe na uweze kulike ili uweze kufuatilia mafundisho mbalimbali kupitia channel hii. Mungu akubariki sana. Tuonane wakati mwingine. Asante sana.